Bwana Kisugu, kwema ndugu yangu? Salama, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, alhamdulillah. Tuko salama na afya njema. Ni jambo la kumshukuru Muumba aliumba mbingu na ardhi. Safari imeenda vizuri kabisa. Safari imeenda vizuri. Safari ilikuwa ndefu. Dar es Salaam Mbeya tu Arusha. So safari ndogo, ni safari ndefu sana. Dar es Salaam tu Mbeya zaidi ya kilomita 900 na something. Mbeya tu Arusha zaidi ya kilomita 1000 na something. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Muumba mbingu na ardhi, tumekwenda salama, tumerejea salama. Lakini ngwale, lazima nikwambie kilichofurahisha zaidi, kile ambacho tulikuwa tunakifuata tumekipata. Tumekwenda Mbeya, tulikuwa tunahitaji point 3 zidi ya Mbeya City. Tunawapongeza wachezaji wetu, wamepambana, tumepata point 3. Tumetoka Mbeya kuja Arusha. Tunawapongeza wachezaji wetu, nia na mazumuni kuona namna ambavyo tuna qualify katika mashindano ya CRDB Federation Cup kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hivi nazungumza nanyi waandishi wa habari, mnajua tayari Simba ameshatangulia au ameshafika fainali ya shirikisho ya CRDB. Tulikuwa tunaitamani sana, tulikuwa tunaitafuta kwa muda mrefu sana, takriban miaka 5 tunafika nusu fainali, lakini tunashindwa kutoboa kwenda fainali. Nakumbuka mwaka wa kwanza tunakwenda nusu fainali, watani zetu Dar es Salaam Africans katika uwanja CCM Kirumba jijini Mwanza, Faisal Salum Faitoto anapiga katikati ya uwanja, wanatuondoa Yanga katika nusu fainali. Tukatoka hapo tukapambana tena, tukaingia nusu fainali, tukaenda kucheza dhidi ya Azam Football Club kule Lindi, lakini kwa bahati mbaya tukatolewa katika yale mashindano. Mara yetu ya tatu tukaenda kucheza na Singida Black Star nusu fainali, tukatolewa na Singida Black Star. Mimi naamini ilikuwa mwaka jana, sio mwaka juzi. Lakini yote kwa yote tunawapongeza mwaka huu kwa kwenda fainali ya shirikisho, lakini bado tunaambia wachezaji wa Simba wana deni. Moja, sababu gani tunasema kuwa na deni? Nia na mazumuni kuona namna ambavyo malengo ya Simba kama timu kubwa anakwenda kutimia. Lengo la kwanza la timu kubwa kuona namna ambavyo anakwenda kubeba nini? Ubingwa. Tunawaambia wachezaji wa Simba tunahitaji ubingwa wa shirikisho. Kisugu ameonekana analia bwana. Yes, ni kweli. Machozi yalinitoka sana, lakini bado nasononeka. Hakuna jambo jema na jambo zuri kwenye timu, hususan kwenye Simba, mnapoamini kwamba mnakwenda kuchukua ubingwa mnauchukua kwa nani? Unapokwenda kuchukua ubingwa dhidi ya mtani wako unakuwa na furaha mara mbili. Moja, unakuwa na furaha umechukua ubingwa, lakini ya pili furaha inaongezeka umemfunga nani? Mtani. Na sisi lengo letu mwaka huu kuhakikisha makombe yote tunayochukua Dar es Salaam Africans awe ngazi ya sisi kwenda kuchukua huo ubingwa. Leo hii tunajidaia mkononi tuna ubingwa wa kombe la nini? La Muungano. Tumeuchukua kwa Dar es Salaam Africans. Kwa namna ambavyo sisi baada ya kutangulia kwenda fainali tukaamini Yanga naye anakuja wapi? Fainali. Na sisi kuamini baada ya Yanga kuja fainali tukajenga imani na namna ambavyo kikosi chetu Yanga akiingia fainali tunakwenda kumbomoa, tunakwenda kuchukua nini? Ubingwa. Sasa kwa sababu mwenzetu hajafika huko, mimi majonzi akanijia, machozi akafanyaje? Yakanitoka. Nilikuwa nalia kutoka moyoni. Ulitamani Yanga. Namna ambavyo performance ya Yanga nilivyoiona, namna ambavyo mimi naamini Yanga kwenye uwezo ilivyoshuka, niliamini kabisa kwanza tunakwenda kulipa zile goli 5, lakini la pili nikaamini tunakwenda kuchukua ubingwa. Ndoto imetoweka. Mlikuwa mnatamani kwamba mlipe goli 5? Yes. Natamani kwamba namna nilivyoiona ile Yanga ile iliyocheza na Azam jana, nikavuta taswira baada ya mpira kwisha, winga una Libasi ya Gay, winga una Ili Mpanzu, katikati na mtu anaitwa Aura, hapo na mtu anaitwa Kratos Chota, Chama Mwamba Rusaka. Niliamini kwamba tunakwenda kuwapiga zidi ya goli ngapi? Goli 5. Kuna muda mwingine unaweza ukalala ukaota ndoto, kumbe ndoto ikaja ikafanyaje? Ikapotea. Naamini nilichokuwa nawaza kilikuwa ndoto. Baada ya kuamka asubuhi kuamini kwamba kile ndoto, maana yake machozi lazima mfanyaje? Yamenitoka. Mimi nimelia kiukweli. Umelia. Kama laiti kungekuwa na uwezo nasikilizwa na Azam Football Club nikawaangukia na kuwapigia magoti watu wachie Yanga wairejeshe tena kwenda kucheza fainali, basi ikiwezekana Azam wafanye hilo. Yaani ikiwezekana Azam mimi nawapigia magoti, ile nafasi walioipata kwenda wao fainali wamteue Dar es Salaam Africans awakilishe kuja kucheza nini? Fainali. Ili ndoto ya Kisugu ikakamilike. Yako maneno mengi yanasemwa. Baadhi ya ndugu zangu wa Simba wanasema
na baadhi ya watu wa Yanga wanafanyaje? Wanasema. Lakini msemo huu wana Simba ndio wanasema sana. Wanasema Yanga ametukimbia. Ndivyo? Lakini niwaambie wana Simba, Yanga hajatukimbia. Yanga mbovu. Yanga uwezo umeshuka. Yanga ile sio Yanga hii. Performance ya Yanga imeshuka kwa 70%. Ukiambiwa thibitisho na wewe? Yes. Vuta taswira miaka miwili iliyopita ya Yanga. Unachezaje na Azam, japokuwa Azam imemalika. Dakika 50 Azam wako pungufu. Na mwisho wa siku unafungwa ngware. Mchezaji wa Azam anapewa kadi dakika ya 70. 70 kwenda 90 kuna ngapi? 20 difference. Ongeza 30. Alafu chukua 20 ongeza na 30 za kwa ngapi? Azam pungufu. Kuna msemo unasema akili ndogo